Mati anaenda kutoa mimba na kufa hapo hapo. Hii inauma sana, but najua umestuka na kujiuliza itakuwaje. Ipo hivi, kuna vitu viwili vitakavyomfanya Mati atoe mimba na kupoteza maisha. Halafu kipo kimoja kitakachomfanya Mati asiitoe mimba na kuishi na manyanya. Je, wajua ni kipi? Perfect. Tulia hapo hapo, make sure una like video hii, kisha finya neno subscribe ili kupata update kwa wasaa husika, then turn on notification bell kupata kengele ya kazi nzuri. Malizia kwa kuishare video hii ili raia wanaoleke ubongo. After saying so, tuende kwa concept C. Moja, kitendo cha mama mzazi wa Mati pamoja na mjomba ni mama kukaa na kumwonya kwa mara nyingine tena Mati juu ya makubaliano ya familia na kumsihi kwa kishindo kizito kuwa amsahau manyanya daima, na hiyo mimba mtoto akizaliwa italelewa na familia. Then jambo la pili, Kathe amemjaza upepo wa kisulisuli Mati kwa unafiki mkubwa. Ngidere huyu alipaswa adungwe ngumi moja matata mpaka mdomo uende kwa kisogo. Eti manyanya amekuja na jazba sana, alitaka kumtendea vibaya huyo mtoto. Kwa mujibu wa koo zao, damu haipotei, hivyo kama ukimzalia manyanya ukampatia mtoto lazima atamuua, hivyo toa hiyo mimba. Hakika Kathe analaana sio kawaida, na kuzingatia alitoa mimba 4. Hapo alipo ni mweupe, hana kizazi. Hata kama akiolewa na manyanya hataweza kuzaa tena, atazaa hewa. So kupitia hayo mambo mawili lazima Mati athibitishe kuwa Kathe kaniambia manyanya ana lengo baya na mimi. Then wazazi wamezungumza yale yale, japokuwa sio ya kutoa mimba ila ni ya kulea, hivyo hakuna budi kuitoa hii mimba kwa sababu hata ikilelewa haitakuwa ya baba. Je, Mati atafanya nini au kuna kipi kitatendeka hapo mbele mpaka asitoe mimba? Hiyo ni concept ya kwanza, ubongo utanoleka hapo mbele, just relax. Then concept ya pili, Cindy na Amani hao kanisani. Sasa sioni kama wataoana, yani last time walikuja waumini hapa nyumbani wakamfuma akiwa na Cindy, and taarifa zikaenda kwa pastor kuwa Amani anaishi na mwanamke mwingine ndani. Je, leo hii afike na yeye kanisani amtambulishe Cindy, ingawa mwanzo Cindy aliwadanganya waumini kwamba humu ndani hayupo huyo mnayemuulizia. Alihama chumba. Kutakuwa na ndoa hapo kweli? Labda kama wale wakina mama hawakwenda kulisema hilo kwa sababu waliambiwa hakuna mtu pale ndani. Kibaya zaidi, kwa kipindi hiko Cindy na Amani wanaenda kanisani, Mudi na kiongozi wa kijiji wanaenda hospitali. Je, hujawaza kuwa kama kweli Chapombe anaumwa, kwa nini aombe hela? Na kama kweli anaumwa, punde Cindy akakutana na Chapombe akiwa anakimbizwa hospitali mkuku, moyo wake hauwezi kujawa na shauku fulani, tena shauku ya huruma? Then concept ya tatu, kwa nini manyanya akapewa shingo ya kuku? Kwani mwanaume rijali anapaswa kupewa nyama ya aina gani kwenye kuku mbali na shingo? Anyway, sijajui imekaaje hii, kwa sababu kwa mujibu wa tamaduni zetu kuna kitu ambacho kimejengeka kwenye akili zetu, si ndivyo? Yes, hebu drop comment yako huku tukisonga. Unadhani ina maana gani manyanya kupewa shingo ya kuku na sio minofu fulani kama mwanaume rijali? Tusonge mbele. Machozi ya manyanya ni ishara tosha kuwa ana maumivu makali ndani ya mtima wake. Na kibaya zaidi, hivi karibuni anakuja kupokea taarifa za Mati kutoa mimba kwa mlengo wa manyanya kutokuja kuihudumia vyema mimba na kumfanyia mtoto jambo baya punde akipewa mtoto au baada ya kuzaliwa, huenda kwa sababu Kathe amempandikiza madudu Mati, kwa hiyo ana uwezo wa kuamini mambo kama hayo. Na inawezekana manyanya anajutia kile alikifanya kwa kutoka nje ya ndoa, ingawa alikuwa anaweza kuyaweka sawa na vai yakaisha. Ona sasa, mke wake amebadilika na kuwa mwema, tena mwema vilivyo. Je, hata kama Mati akiitoa mimba hiyo ya manyanya atakosa furaha? Lazima ataipata. Na je, kama manyanya akamwomba Vai watafute mtoto, Vai kwa muda huu atagoma? Lazima atakubali. Nadhani waona namna mambo inakuwa nzito na ni ngumu kukaa kwa ubongo. Anyway, usiwaze. Next episode kuna mambo mazuri ninaenda kukusuka ubongo hivi karibuni. Kwanza ni kujuza dhumuni la sauti yangu pamoja na video hii. Karibu Xbox Media, Mtimoth. Video hii itakujuza mambo matatu hivi. Moja,
analysis ya matokeo ambayo huenda yakaja kutokea kwenye next video. Pili, itakujuza kuhusu mambo ambayo nimeyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii kwa niaba ya wengine. Tatu, ikiwezekana nitakupasha habari juu ya jumbe kadhaa zinazoakisi uhalisia wa maisha yaliyopo kwenye jamii zetu kupitia matokeo yaliyopo kwenye series. Hivyo nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kunielewa zaidi na kunoleka ubongo kuhusu analytical review kutoka hapa Kibox Media. Bila ya hivyo nina hakika unaweza kupata kwa kasi kidogo, but usijali, Timothy nipo hapa, twende kazi. Uwezekano wa Mati kuto kuitoa mimba hiyo ni pale ambapo atakutana na Manyanya na kuzungumza naye kwa kina. And kama kutakuwa hakuna uwezekano wa kuonana na Manyanya, basi simu zitahusika kwa Mati kumpigia simu Manyanya na kumuuliza je, ni kweli ambayo Kathy ameyaongea. Lakini kusema kupitia simu itakuwa ni ngumu kwa sababu line ya mwanzo ya Manyanya ilivunjwa. Je, kuna njia gani? Hapo mbele nakwambia. So ndipo atakuja kuulizwa ni yapi ambayo yamekusibu na kipi ambacho Kathy amekisema. Kisha Mati ataeleza mbele ya Manyanya na Manyanya atamwambia hapana, hapa kuna 1 2 3. Hivyo ni jukumu langu mimi na wewe kukaa kujadili itakuwaje. Uzuri ni kwamba Mati anaendelea kuishi hapo. Hivyo Manyanya lazima atakuja tu next time kuzungumza na Mati na kuyaweka sawa namna wataishi. Kwa hiyo kama simu itashindikana, basi nafasi iko pale pale. Kwa hiyo mimi nafikiri labda wazazi wangesema kwamba ile chance ya Mati kumtoa hapa mjini kumpeleka kijijini ingekuwa ni moja kati ya njia, yani Mati wasikutane na Manyanya. Lakini hii ya mjini lazima wataonana tu. Ila mbea Kathy atakayekuwa mwiba mchungu kwa kupeleka ujumbe kwa wazazi wa Mati kwa Manyanya alikuja hapa na wamekubaliana kuishi pamoja na Mati, hii ikiwa ni njia ya Kathy kuhakikisha kwamba Mati hafiki popote na huo ujauzito. Ila kama yote hayo hayatakuwepo, maana yake akili za Mati zitatakiwa kuamua je, asikilize maoni ya wazazi ale mimba kisha mwana atakuwa familia ili Kathy aone Mati anadundia pua, au ataitoa kwa kuogopa kuwa single mother. Nadhani mpaka hapo ubongo umeeleweka na kupata concept, ndio? Safi. Tukija kwa hoja ya Cindy na Amani, as nimekujuza before kuwa Amani anaweza kudundia pua kwa sababu mkewe mtarajiwa alishayakoroga hapo mwanzo. Hivyo huko kanisani lazima akaumbuke. Sasa kwa kuwa Amani na Dini ni mapacha, hawezi kubali kutengwa na kanisa kisa Cindy. Kama wakimsema vibaya, anaweza rudi nyumbani na kuyaweka sawa na Cindy, au kukatokea mgogoro fulani, hatimaye mpishano ukaanza kuwepo. Na kwa kuwa majira haya ambayo wanaongozana kwenda kanisani ndiyo yale ambayo Chapombe anapeleka hospitali, basi wanaweza kukutana njiani kama jinsi ambavyo tuliona before, na Cindy akaingiwa na huruma kwa mara ya pili. Halafu angalia ya Cindy kwa mudi inaweza ibua ukakasi fulani kwa Amani, nipatamu hapo maybe wasikutane. Muda huo Manyanya na Vai huba linanoga sana. Nina hakika Manyanya kwa sasa hata Mati atoe mimba hiyo, Manyanya akija kusikia anaweza kulia na kumpenda Vai mazima. Ila katika hili kuna concept nzito kidogo. Itakuwaje kuhusu Manyanya kuyajenga na Mati halafu taarifa zifike kwa wazazi? Kutakuwa na usalama kweli hapo? Muda huo Kathy huenda akaingia kwa hard situation, kwa sababu kama akishikilia jukumu la kuitoa mimba ya Mati na bahati mbaya Mati akafa, msala mzito nenda kwake. Kwa namna hiyo hali inakuja kuwa nzito sana. Ila kwa jeuri ya Mati sina hakika kama atakubali kubeba msala, anaweza kuhama hapo nyumbani ama kutoroka, whatever. Nadhani mpaka hapo ubongo sasa umepata kitu kwa kina. Tumalizie mambo niliyoyapenda na yale ambayo sijayapenda kwa niaba ya wengine. Moja, ushauri wa Kathy kwa Mati sijafurahishwa nao kabisa. Yani Kathy ni shetani wa mashetani. Ngedere huyu kitakuja kumramba, ngoja Manyanya akuje kusikia habari hizo, atadungwa konde moja matata mpaka mdomo wake uhamie kwa kisogo. Sawa, katoa mimba 4 ila aache hiyo ya Mati, haimuhusu. In fact, wapo washauri kama hawa, wanawake wenye vimdomo virefu, yani unafiki tu ndio ambao upo kwenye damu yao. Hakika kwenye jamii ukiwaona kaa nao mbali kabisa. Pili, Mr. Sharubu za Paka aka Jordan alitaka kumpeleka wapi Manyanya ingawa anaijua akili yake. Hii inaweza kuwa chachu ya Jordan kujifunza kitu na hawa mabinti pia na wao kujifunza kitu, kwa sababu kibaya zaidi ni kwamba Manyanya kaugusia issue ya Jordan kutembea na wanafunzi, one day kitamramba. Sasa laiti Manyanya angejua kwamba tayari Jordan alishampa hela mwanafunzi zamani sana. So machaguo ni mawili,
kufa kwa magonjwa ya zinaa au kufia jela. 3, nina hakika Chapombe alikuwa anaigiza kuwa anaumwa. Kwa situation ya kuomba hela inanipa mashaka sana, but tutajua je ilikuwaje, kwa sababu kuumwa kifua ni kweli, maana analala kwenye godoro lenye vumbi halina foronya, na ni haki yake kupatwa na maumivu ya kifua na mbavu pamoja na kukohoa damu. 4, machozi ya Manyanya yananipatia uhakika zaidi kuwa upendo kati ya Manyanya na Mati bado upo, akikumbuka anayoyafanya mke wake kwa sasa ndiyo yale ambayo Mati alikuwa akiyafanya kipindi Manyanya hana amani. Hivyo Vai ni kama anatonesha kidonda ambacho kina uchungu ndani yake. 5, ushauri wa Kipepeo kwa rafiki yake kuhusu kudanga sio sawa. Wakija kuumwa gono mdundiko na UTI sugu watajuta. Mabinti kama hawa hawafai kuigwa kabisa. Ukiona mtaani kwako, chuma stiki, chapa viboko. Finally, unadhani Mati ataitoa mimba hiyo ama watakaa na Manyanya na kuongea yaishe? Natamani iwe hivyo. Sijajua wewe mtazamo wako upoje. Nijuze umejifunza nini kwa analysis ya leo. Timothy nipo hapa. Drop comment yako yenye maoni stahiki. Wanafamilia Kibox Media wapo hapa, watakupa like na kukujibu kulingana na maoni yako. Cha msingi zingatia matumizi sahihi ya lugha fasaha Kiswahili, maana ukiandika comments yenye misamiati tata haisomeki, haieleweki. Wakati sehemu ya kuedit ipo, basi edit ili comment yako ing'ae, la sivyo ikikaa kama kamzimu itafuta mara moja, kwa sababu itakuwa imekiuka maadili kama Kibox Media family. See you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible. Ciao.